Niambiango after God, fear woman. Kwa siku yako ya masaa 24, tumia tu masaa 25 kuogopa mwanamke. Kwa nini nakwambia hivyo? Ushawahi sikia story mingi za wanawake wako kwa ndoa lakini wanacheat. Ama unapata mwanamke ako kwa ndoa lakini amezaa mtoto wa mtu kutoka nje. Ama mwanamke ako kwa ndoa lakini ako na mtoto wa ex wake. Na nyinyi mlikaanisha before hata apate huyo mtoto. Sasa acha nikupeka story kadogo. Nilikuwa naona saa hii kwa video kengine. Jamaa ako jamaa ni bwana ya mtu. Jamaa ni bwana, ni baba ya watoto watatu. Akatafuta mjamaa akaona account ya sasa tuseme kama mimi niko na account ya TikTok na FB ama ya YouTube. Akuja niambia ni aje bro, poa. Nimekuwa nimekisuspect bibi yangu ama nikisuspect hawa watoto sio wangu. Na nilikuwa nataka ujue venye utachezea huyu madam aongee ukweli before niende nifanye DNA. Nataka kufanya DNA na before nifanye DNA, hebu nisaidie kujua ama huyu mwanamke ananichita ama watoto ni wangu. Jamaa akamwambia ni sawa. Akakuja akamletea majina za watoto wake watatu, namba ya bibi yake, namba ya huyu jamaa. Haya, wakaongea, wakacontact vizuri na huyu jamaa, akampea majina za hawa watoto watatu. Ako na watoto watatu. Mtoto mmoja ako 15 years, mwingine ako 10 years na mwingine ako 5 years. Lakini jamaa na bibi yake wako 17 years in marriage. Akamwambia ni aje? Akamwandikia majina za watoto, age ya watoto na shule ya watoto wanasomeanga. Huyu jamaa ako na account, akapigia bibi ya huyu jamaa. Sasa kama mimi niko na account, nipigie sasa wewe uko na bibi, unicontact uniambie nataka upigie bibi yangu ndio tumprank tuone ama ni ukweli huyu mwanamke kuna mtoto amezaa wangu wa nje ama kuna mtu ananicheat. Akamwambia ni sawa. Jamaa huyo nimpigie sasa, tuseme nipigie madam. Nimwambie mambo poa. Mimi nafanyanga kazi kwa hospitali na bwanako ameleta result za DNA hapa ama amekuja ameleta sample za DNA hapa. Anataka tumfanyie road test. Tunataka tumfanyie DNA. Na nataka already tushachukua sample za damu za watoto wako na nywele, tutataka kupeleka. Na mimi nafanyanga kwa lab clinic hapa kadogo. Lakini tumetoa damu ya bwanako na watoto wako wamekuja nayo. Mimi nimekupigia kwa sababu ameacha namba, nilikuwa nataka tusaidiane na wewe. Tutasaidiana na njia gani? Nataka uniambie ukweli. Nijue vile nitakusaidia. Kusaidia aje? Ukiniambia ukweli. Hawa watoto watatu ni wa bwanako? Hawa watoto watatu ni wa bwanako mmezaa na yeye ama ni watoto wa nje? Madam kwanza mara ya kwanza akamfokea mbaya sana na akamwambia wewe, tafadhali mimi ni bibi ameoleka na niko na watoto wangu watatu na bwanangu na mimi sitaki upuzi yako. Madam akakata. Jamaa akampigia mara ya pili. Akamwambia madam, mimi nataka kukusaidia, wewe mjinga na unaniongelesha ujinga. Nakwambia mimi nafanyanga kazi kwa hospitali na bwanako ameacha sample za damu hapa za kufanya DNA test na nilikuwa nataka nikusaidie. Kama unajua kabisa hawa watoto si wa bwanako, nataka uniambie ni mwenye si wa bwanako, nijue venye nitatengeneza haya mambo, DNA ikikuja izisome bwanako. Bibi akamuuliza, ni kliniki gani? Jamaa akamwambia, akamtajia jina ya kliniki. Madam akamwambia, hapana, mimi sijui kitu kama hiyo. Akakata mara ya pili. Jamaa akampigia mara ya pili. Akamwambia, madam, si unaona kama tunakuchezea? Hebu fanya hivi. Hebu acha nikutajia majina. Madam akapigia jamaa mara tatu, ndio alimwambia, kama uko kweli unajua kabisa familia yangu, hebu niambie majina za watoto wangu. Jamaa alimsomea jina za mtoto wa kwanza na miaka yake. Akamwambia si fulani anaitwa fulani wa fulani na ako 15 years. Na huyo wa pili si ako 10 years na anaitwa fulani wa fulani. Haya watatu si anaitwa fulani na ako 5 years. Na wanasomeanga shule fulani. Na bwanako ako 40 years na anaitwa fulani wa fulani. Na si wewe uko 36 years na unaitwa fulani wa fulani. Sawa. Umeamini sasa ni ukweli niko na details zako. Fanya hivi, kama unataka nikusaidie, itabidi uongee ukweli. Madam, sasa zile alisikia huyu jamaa anamjua details zake zote. Madam akakata simu. Kukata simu, akapiga sasa mara ya pili. Kupiga mara ya pili, aliuliza jamaa, uko mahali tunaweza ongea? Uko na mahali inaweza kutrust na hii siri? Jamaa akamwambia ni kweli
niko mahali niko kwa kliniki, niko peke yangu, lakini naweza toka nje. Ulikuwa unatakaje? Toka nje tuongee. Madam akaanza kulia kwa simu. Akamwambia, mimi sijui ama utanitrust kwa hii siri. Kuna siri nataka kukuambia, mimi sijui venye utaibeba. Jamaa akamwambia, I'm ready, na ndio maana nimekupigia simu tusaidiane. Uniambie siri na mimi nijue venye nitaorganize mambo. Watoto wakikuja, mwenye unajua si wa bwanako ukweli 100%, nitajua venye nitafix ya mambo. Madam akamuuliza, unataka pesa ngapi ndio utengeneze hiyo report vizuri? Jamaa alimwambia, kwanza mambo ya malipo kwanza tuache kwanza. Harakisha sababu hizi vitu hata zinaitishwa. Madam akamwambia ni sawa. Wacha nikwambie kitu. Hawa watoto watatu, mmoja ndio wewe mwanaume. Jamaa akamuuliza, ai? Watoto watatu ndio wewe bwana? Akamuuliza, na ni mtoto mgani kwa hawa watoto watatu? Madam alipolialia akamwambia, ako watoto last born ndiko kabwa huyo mwanaume. Ako watoto kama miaka 5. Jamaa akamuuliza, aje? Na si mko in 17 years kwa marriage na huyo mwanaume? Akamwambia ni ukweli, tuko 17 years in marriage. Na akamuuliza, nesi unafaa kwa watoto wawili wakuwa wa bwanako? Akamwambia ilikuwa mistake. Jamaa akamuuliza, ilikuwa mistake sawa, ni nani baba ya hawa watoto ndio nijue vile nitafixa mambo? Madam akamwambia, hawa watoto ni wa ex wangu. Akamuuliza, haje? Uko na 17 years kwa marriage na uko na mtoto wa miaka 15, na unasema mtoto ni wa ex wako? Ulioleka bila mtoto, si ndio? Na hawa watoto how comes? Akasema, mimi mtoto wa kwanza, mimi hatu kuachana, tulikuwa tumeachana na ex wangu kidogo. Nilikuwa kwa ndoa, nikajipata nimepata mimba ya kwanza ya huyu jamaa. Nikalelea tena kidogo mimba ya pili ya huyu jamaa. Akamuuliza, aje? Wa kwanza alikuwa by mistake, bado wa pili alikuwa by mistake? Akamwambia Akamuuliza, sasa na mtoto wa jamaa ukweli ni mgani? Mtoto wa jamaa ni hako ka last born tu, hako kama miaka 5. Hawa wengine wawili ni wa baba, ni wa ex wangu. Jamaa akakata simu, akamwambia ni sawa, at least sasa umeongea ukweli, nitajua vile nitakupangia. Jamaa alipokata simu, madam alimpigia tena mara 5. Akamwambia, fanya hivi, niambie ulikuwa unataka pesa ngapi? Niwekee siri yake tafadhali. Sisi nataka bwanangu ajue. Ilikuwa by mistake, ilikuwa sikuwa nataka. Jamaa akamwambia ni sawa. Madam akamuuliza, niambie unataka pesa ngapi na nitakutrasia hii siri aje? Niambie tu penye tutapatana tu, nitakulipa ile pesa unataka hata kama ni 1 million, lakini tafadhali usiambie bwanangu. Akamwambia, mimi nilikuwa nataka tu ndio kwa result za DNA nijue venye nitafix story, lakini sababu umeniambia ukweli nitajua na nitapanga. Hakuna kitu bwanako atajua. Madam akalialia akamwambia, uko sure utaambia mtu yote? Akamwambia Jamaa akakata simu, akapigia baba ya watoto akamwambia, we mtoto wako ni ule last born peke yake. Hawa wengine wawili si wako, ni wa ex wake. Jamaa akamuuliza, aje? Ukweli? Na amelia na ameniambia sasa hii hata ni kunipigia na nipigia na niambia anataka kunilipa ndio siri sio itoka. Sasa nikajiuliza, hebu niambie huyu mwanaume alikuwa anasema watoto ni wake na amekuja kujigundua watoto sio wake. Ogopa hii gender. Yaani watoto wanakudanganyanga ni wako, lakini mko kwa miaka mingi kwa marriage kuliko wale watoto mkono. Kwa hivyo ni kumaanisha hawa watoto wanafaa kuwa wako, lakini huyu mtoto unaambia sio wako. Sasa leo nimekuja ni encourage guys. Kama wewe ni mwanaume uko hapo nje na unaniangalia ama umeona hii video yangu, tafadhali fanya DNA. Fanya DNA my friend. Fanya hivi. Ile idea niko nayo, jaribu kuchukua sample za watoto wako, enda fanya DNA kisirisiri. Na utanishukuru baadaye. Ukipata watoto ni wako, tupa hizo result na unyamazie. Lakini kama utapata watoto sio wako, my friend, wacha waende kwa baba yao. Sababu how comes mwanamke ako naye kwa ndoa na anakuonyesha anakupenda, lakini hawezi kujilinda, hawezi kuwa loyal kwako. Sasa nataka kukuachia swali. Kama wewe ni wewe mwanaume, umepata watoto uko kwa 17 years in marriage, na mtoto 15 years wa kwanza sio wa 15 years sio wako, na 10 years sio wako, na wewe mwanamke anakuambia ni wako. Hebu niambie kama ni wewe ungefanya nini? Hebu niachie kwa hiyo, andika kwa comment kama ni wewe ungefanya nini?